Haya mtazamaji, karibu sana, tumalizie season yetu kama alivyoimba King Kiba, finale. Basi hii ndiyo finali yenyewe katika season yetu hii ya Cute Pie. Basi tazama, aliwekwa mbele ya watu wazito wakimhoji maswali muhimu sana juu ya maamuzi ya kile ambacho ameamua kukifanya. Aliwajibu kwa kweli sijui kwa nini naamua kufanya filamu, lakini ni kama napenda hiki kitu, nakipenda tu, nakosa hata maelezo, yani maneno ya kusema yananiishia. Na hapa basi anatuambia sisi kwamba yani hiki alichokijibu si kwamba alijiandaa kukijibu, ni kama tu ndio jibu rahisi zaidi ambalo angeweza kuwapa au aliweza kuwapatia. Na wakati huo basi anajaribu kukumbuka baadhi ya vitu muhimu alivyowahi kujifunza, hasa ukizingatia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa hodari sana shuleni kumsikiliza mwalimu wake wakati walipofundishwa kutokata tamaa katika jambo lolote. Unaweza kuona jinsi ambavyo walichapa kazi kwa juhudi wakitafuta mtaji ili waweze kufanya kazi ya filamu yao, na kwa kweli tunaweza kusema kwamba walisonga mbele. Profesa anasema kwa kweli tumeweza kufanikiwa kumpata mwigizaji mashuhuri, na kwa kweli script yako ni nzuri sana. Lakini sasa hii kitu inabidi tuwe wawazi juu ya kile ambacho tunakutana nacho kwa sasa. Hapa chuo wamesema kwamba watakupatieni vifaa vya kufanyia kazi. Nafikiri itawarahisishia. Naelewa unachomaanisha profesa. Aise, umewasili? Haya, watu wamechoka, vikao haviishi. Unajua tena ukitaka kufanya kitu kikubwa, vikao kila wakati, maana yake unatafuta matokeo. Kidogo halo. Haya, mtu mwingine amefika, maana yake ni kazi. Bibie Bang Yejung naye amewasili. Sasa vilikuwa ni vikao tu, wanawasiliana hapo, ni mijadala tu. Wakati mwingine unaweza kuona jinsi ambavyo wanashinda siku nzima wakijaribu kufikia ndoto zao au kuachieve their dreams. Sasa mbona simu yake imezima hivi? Kwa nini anakuwa namna hii eti? Director wetu hata hatujui aliko. Mbona haingia akilini jamani, ndo nini sasa? Mimi mwenyewe hata sielewi. Aya, mimi naondoka. Aya, sawa. Kijana ambaye anasubiriwa katika kikao muhimu alikuwa analewa mahala. Mawazo alionayo ni kutokana na nini? Aisee, we jamani, muoga sana. Ndo umekuja kujibanza huko? Aisee, mbona nikikuangalia kwa hapa hivi na kuona umekuwa mrembo sana. Hivi kimwadong. Hivyo nadhani kwamba wewe ndo mtu pekee ambaye una upweke na simanzi. Kwanza utaniwia radhi, kweli nimeshindwa kuja leo. Sasa hii movie si inakutegemea na wewe pia uwepo. Yani esewe ni mzuri sana katika kukata tamaa. Yani kama nikikuangalia hivi najua tu umeshajikatia tamaa. Ndio jinsi ambavyo nilikuona ukiwa hivi siku uliachana na mimi. Naanza kukereka, unajua. Jamaa sasa hata kuongea kujitetea hawezi. Anakumbuka ile siku mambo yalivyokuwa, ule usiku walivyokuwa ndio wameachana, namna walivyoachana. Jamani, kama vile alikuwa muoga hivi. Binti alikuwa bado kama ana moyo penzi liendelee. Alishangazwa kuona kijana kama anajua anachofanya. Alimwambia utanisamehe sana. Yeye ndo aliondoka. Na unajua utetezi wake alisema kwamba alikuwa akiogopa mahusiano na huyo bibie. Ni kama mtu anasema unajua wewe ni mzuri sana, ninaona kama nikiwa na wewe sitaweza, manake watu wenye pesa zao watakuwa wanakusumbua. Sasa hiyo kazi ni yako, mwachie mtoto wa kike amalize. Akaanza, unajua sio mimi niliachana na wewe. Binti akamwambia basi sawa, wewe uko sahihi. Maana yake hujawahi kuniambia kwamba tuliachana. Ulianza tu kusema kwamba wewe usijui sorry, yaani mambo ya kujitetea tu. Jamaa akamwangalia akamwambia nina mengi nafikiri ninayohitaji kuyatoa moyoni. Basi sawa, lakini tutayaongea labda baada ya sisi kuanza kufanya kazi.
Aya, kitu cha kwanza, hebu kwanza tuliweke hili jambo la sinema yako mbele. Hayo mambo mengine yatakuja baadaye. Haya, angalia. Wengine nao wakawa wamekuja katika eneo hilo. Nataka nikuambie, tumekupigia simu sana. Nataka tu pia tukuambie kwamba swala la mafanikio ya kitu chochote ni teamwork. Kwa hiyo hapo basi kampani iliongezeka, waliendelea kupata misosi. Haya, wanajaribu kumwambia ukweli. Mzee, huwezi kukata tamaa kirahisi namna hii. Hii ni movie yetu. Hii ni movie yetu. Binti bonge naye anasema na mimi nahisi kama nahitaji fasho kidogo. Tumefanya kazi kwa juhudi sana. Sasa hapa tumeshafika karibia na mwisho, wewe ndio ukate tamaa. Wewe jua tu kwamba mafanikio yapo. Hata kama kuna kitu fulani ulikuwa unataka hakijapatikana. Watu wengi wameanza tu hivyo hivyo. Usifikiri ungeweza kupata kila kitu. Hivi nadhani kuna kampuni kweli inaweza ikaja ikajitokeza na kwa maamuzi kweli ya kutusponsor sisi. Wewe tule kwanza. Hayo yatakuja baadaye. Haya jamani, mimi najitolea, nitawanunulia chakula, nitawanunulia tambi. Kwa kweli hapa ndo mambo ya kula yameanza. Basi wakawa wanacheka, ni mambo ya mzaha mezani. Walifurahia kwa kweli umoja wao. Kila mtu akiwa anaonekana yuko happy sana. Unaweza kuona mtazamaji, mambo yanakwenda vizuri hapa. Na mimi nakukumbusha tu, hebu tafadhali subscribe, hakikisha una comment, una like pamoja na kushare. Kijana alikuwa amekwisha data. Alianza kufanya mzaha kana kwamba imeanza karaoke. Yeye sasa ndio msanii ana perform, wengine wanajibu. Anasema wakati mwingine nilijiona kama mimi ndo mwenye wajibu wa kulifanya ili liwezekane, lakini timu yangu iliniwezesha kuona niko katika mstari. Mimi ni mtu mwingine ambaye nimekata tamaa katika kazi, lakini siko peke yangu. Wako waliokata tamaa kama mimi. Na wakati ninapoonesha kwamba mambo saa zingine yanaenda ndivyo sivyo, haimaanishi mimi tu pekee ndivyo ninavyofikiria. Sasa hii ndio ile siku ambayo walikuwa wanaenda kufanya ile kazi. Kama ambavyo unaweza kuona, vifaa walikabidhiwa na chuo, na profesa naye alikuwa ni sehemu ya hii project. Maana yake atalaumiwa sana kama kazi ambayo anatakiwa kuifanya haitafanikiwa. Basi kijana siku ile alikuwa amepata heshima yake. Kila mmoja alikuwa anamwangalia kama role model. Kama ambavyo unaweza kuona cameraman ambaye walikuwa wakimhofia juu ya ni namna gani atakavyoshika kamera. Kila kitu kinaonekana ni tofauti na walivyofikiria. Kamera anaishika vizuri kabisa. Haya, tazama hapo mtazamaji. Huyu ni mtu mwingine muhimu sana katika hili kundi, akiwa anakuja katika kazi namna hiyo. Msanii wetu maarufu tunayemtegemea katika sinema hii ya wanafunzi, anajulikana kama Bang Ejun. Tayari amekwisha fika. Binti ambaye ndo anasemekana atakuwa mdogo wake ndio huyo bonge hapo. Tayari amekwisha tupia vile ambavyo anatakiwa kutokea katika sinema yenyewe. Sasa anaambiwa utakuja ukikimbia design hiyo. Kwamba amemwona dada yake. Sasa usio hivyo, usikimbie namna hiyo. Unakimbia unaachia hivyo miguu. Unataka uanze kuonekana kama unatikisa huko nyuma. Sasa hii ni kama mzaha tu. Walipeana kitu fulani pale. Kijana ndo siku ile alikuwa akielekeza kama director. Kumbuka yeye anaitwa Kim Wodong. Jina lake kabisa anaitwa Do Kyung-yoon. Dong Kyung-so. Yes, ndo jina lake kabisa. Yeye ndo director wa ile kazi. Profesa alimpisha katika screen pale. Yeye kazi yake ni kutazama kama mambo yanakwenda jinsi anavyofikiria. Haya, sisi tuko tayari. Haya, tunakwenda kuanza. Haya, tuko tayari huku. Basi walifanya kazi yao vizuri kabisa. Action! Mambo baada ya kufanyika, baadaye mtu na mpenzi wake walipata time ya kutoka kidogo. Anasema sasa siku ilikuwa ndefu. Tumepata muda kweli wa kufanya kile tulichofikiria. Na unajua kuna watu wengi wanadai sijui itakuwa kubwa, sijui nini. Sasa ndio ulikuwa unajifanya unakata tamaa. Umeona sasa? Sasa mbona umekasirika ghafla? Mbona unakuaga so hivyo, so mpole? Mimi kweli nilikuwa nahofia mwanzoni, lakini mwisho wa siku jambo kweli limefanyika. Lakini kuna kitu kimoja kijakaa sana. Manake unajua kuna vitu fulani pale eti, yani kama yule dada alivyokuwa anaingia hapa. Hebu acha kuongea mambo ya kazi tumeshafanya. 너 말 많은 사람한테 basi akapigwa busu. Kapigwa busu. Chapa busu.
Penzi wako akiongea sana unachapa busu. Namna hiyo. Chapa busu. Sasa unajua nilikuwa nataka nikwambie sasa hii kidogo anacho kibao. Ashazoea anachapa busu. Hii ilikuwa ni kofi. 딱 한마디만 하자. Sasa acha nikwambie kitu kimoja. Nakupenda sana. Binti alifurahi sana kusikia maneno, akamwambia nakupenda pia. Sasa unaona leo tunaona wazi wanaelekea ghetto. Asante sana mtazamaji, huu ndio mwisho wa season. Imeishia hapo katika episode ya 6. Ilikuwa ni season fupi tu ambayo nimekuletea. Karibu sana wakati mwingine tutapata nafasi ya kuweza kuona mambo mazuri kama haya. Bila shaka unaweza kuona ikiwa fupi inakuwa tamu, ikiwa ndefu inabora. Basi tutakutana katika episode inayofuata. Mimi niko tayari kwa ajili ya kuja na burudani kwa mara nyingine tena. Karibu sana, nunua YouTube ya biashara. Nimekuwa nikikukumbusha mara kwa mara. Haya, huu ni ujumbe kutoka studio. Sasa unaweza kununua YouTube iliyo tayari ikiwa na spidi safi ya kukua haraka, na tutakuwekea jina lolote utakalochagua. Tutakupa zawadi ya darasa maalumu litakalo kufundisha namna ya kukuza chaneli yako na jinsi ya kuingiza mkwanja ndani ya muda mchache tu. Kujua au kutokujua Kiingereza sio kigezo cha kuvuna mamilioni ya YouTube. YouTube hawahitaji mdhamini wala cheti chako cha shule. Huhitaji kuwa maarufu au hata kuwa na ofisi. Na ikiwa una wasiwasi kwamba lazima uwe na kompyuta, basi achana na hofu yako. Ukiwa na simu janja tu, yani smartphone yako, YouTube wanakulipa maokoto pia. Nunua YouTube na uanze kuvuna mamilioni bila kuvuja jasho. Tutakufundisha na kukupa maelekezo maalumu pamoja na mbinu tele za kutajirika. Kwa huduma hii pamoja na nyingine kibao, ikiwemo kutangaza biashara yako, wasiliana nasi kwa simu namba 0754270937 na WhatsApp ni 0658270937. YouTube ni fursa. YouTube ni kila mtu mwenye ndoto. Kamata fursa, kamata mkwanja.